Unakutana na binti ambaye amfahamiane, ile courage kwanza, kugeza ile courage ya kuanza kuongea naye. Dada, unaitwa nani? Unaelekea wapi? Ndio mimi naitwa fulani. Ndio naweza nikapata namba yako? Yaani hiyo mental ability ambayo utaitumia hapo, hiyo ungekuwa unaitumia kuchakata biashara 10 nazoweza kuanza na shilingi 10,000. Nakwambia ungezipata. Sasa shetani anafahamu hii ndo silaha yake kubwa, na especially kwa nchi za Kiafrika. Nchi za kizungu pornography zinauzwa, kwa sababu lengo ni kwamba ninyi muendelee kuwa bata wa watawale, nyinyi muendelee kuwa na akili za kizinzi, za kipuuzi, ambazo akili yote ya kuwaza maendeleo imetoka wakati unaijaculate, kwa sababu ndo njia mojawapo ya kuwashinda watu. Hata kwa watu ambao wanataka kumzuia mtu fulani, au wanataka, moja kati ya silaha wanaangalia, anapenda wanawake. Kama anapenda wanawake, watampa wanawake. Kwa hiyo watamletea mwanamke fulani ambaye atakuwa sababu ya anguko lake. Kama apendi wanawake, ataangalia anapenda pesa, wataleta pesa. Kwa kila mmoja ana udhaifu. Watu wengi duniani wana udhaifu wa wanawake, udhaifu wa pesa au vyeo, fame. Na hizo ndo silaha ambazo watu wote, hata wanadamu wakitaka kuangamiza, wanakuletea vitu vitatu. Aliye vishinda hivi vitatu ana uwezekano wa kutokufa kwa mikono ya mwanadamu, wala kufa kwa silaha yoyote nyingine. Kuna mtu mmoja anaitwa Alexander the Great. Alishinda dunia nzima ya wakati wake, ila alishindwa kumshinda mwanamke mmoja. Mwanamke mmoja ndo alikuwa chachu ya Alexander the Great kupoteza kila kitu. Kwenye Biblia kuna mwamba mmoja anaitwa Samsoni. Kwenye Waamuzi, mnamfahamu Samsoni, mnadhiri wa Mungu, a man with the hair and the man with the anointing. Yule ndugu alikuwa anaweza mambo yote isipokuwa wanawake. Ndo tatizo lake lilikuwa kubwa hapo. Kwa hiyo angalia mtu kama Samsoni, cha kwanza kupoteza ni reasoning. Kaojiwa na Delila, niambie nguvu, asili ya nguvu zako. Akasema, ukinifunga kwa kamba mpya ambazo hazijafunga kitu chochote, hapo nitakuwa dhaifu. Wakaleta kamba, Delila akamrewesha, kamfunga kamba, alafu kamwamsha. Kesha ita Wafilisti wako nje. Ila anataka kuangalia kabla Wafilisti hawajahatarishwa. Delila ana akili kuliko Samsoni. Kabla sijawahatarisha Wafilisti wangu nje, nione kama atafanikiwa. Kata kamba. Asipokata, anamwambia ingieni, hawezi, njoo mmalizie. Kwa hiyo Delila ana akili. Wafilisti anamwambia kaa nje mpaka nione kama zinafanya kazi au hazifanyi kazi. Ila Samsoni hana akili. Leo kafungwa na kamba, hajashtuka. Kwani hajamuuliza hata Delila, kwani umenifunga? Hata akili hazipo. Hajajiuliza hii ni ishara ya hatari. Nimelala nikiwa mzima, alafu sasa hivi naamka nina kamba kila mahali, tena mpya. Amna, reasoning capacity zero. Akaendelea. Siku nyingine, ukinifunga vishungi 7 vya nywele, ukanifunga, yani ukavishikanisha, ukachukua rasta moja na ya pili na ya tatu, kuzikawa 7 ukazifunga pamoja, sina nguvu. Anaamka amefungwa rasta. Ila amna akili ya kusema nani kanifunga. Amna. Kama attempt 3 zote, ashtuki mpaka mwisho wa siku akataja yenyewe, kininyoa nywele zangu, hapo nitakuwa dhaifu. Akanyolewa bwana. Wafilisti hawa, Biblia inasema akajiamsha kama alivyokuwa akifanya siku zote. Akashangaa, anaeregea, anaanguka. Mbona kama leo sijielewi? Aya, sasa hivi ndo anamuuliza Delila, umeninyoa? Delila, ulichonifanya. Ila siku zote 3 zile, attempt 3 za kwanza hajasema, kwa sababu uzinzi unapunguza reasoning capacity. Hakuna mtu ambaye ni mzinzi ambaye ataendelea kuwaza ndoto kubwa alizokuwa anawaza kabla hajaanza kugusa ngono. Angalia wale waliokuwa wanafaulu darasani. Tuchukulie mfano mdogo huko, umetoka huko, wanafaulu lakini wakaanza mapenzi. Angalia capacity yao ya kufaulu darasani inakuwa. Hiyo ni level ya chini kabisa ya kufikiria madhara ya zinaa bila kwenda mbali, kabla ya mimba, kabla ya ugumba, kabla ya utoaji wa mimba, kabla ya ukimwi. Mental ability. Hivi unajua uzinzi unaweza kupunguza akili ya mtu. Yaani mtu anaweza akashikwa na kiu ya uzinzi, akaenda akabanana na binti ukutani mahali ambako watu wanapita. Yaani akili hajui kama iko barabarani. Hapo akili zimeshaisha, hajui kama wako barabarani. Siku moja nilikuwa mchungaji Kahama kule. Ninapita zangu hivi, ninatoka ibadani nashuka nyumbani. Nikaona vijana wawili, kabinti na kavulana, vinafatana. Sasa mimi sikuwa busy nao, nikawa nachezea na simu hivi. Baada nimefika kule mbele kidogo, nikakuta vimebanana ukutani. Nikajiuliza ni saa 1 jioni. Ila kijana amembana binti wa watu ukutani hivi. Alafu kama wewe ni binti hivi, mtu anakubana hivi eti alafu hajatoa mahali, kwenu hawamjui, unamjua wewe. Sasa bora hata huyo. Kuna wengine mnashikwa maziwa hapa, shikwa makario kila mahali. Unasema usimalizie. Romance sio mbaya. Leo nimekuja nimejaa roho. Leo siachi mtu. Bado niko na mabinti tu hapa. Leo sijui leo sijui naua mtu leo. Sijui kinachokwenda kutokea. Lakini najaribu unajua mimi nina huruma sana na mabinti. Mungu amenihurumia pia, nina mabinti 4 mimi wa kuzaa na kijana mmoja wa kiume. Mimi na watoto 5. Mmoja wa kiume, 4 wa kike. Huwa nawaza, tusipoambia ukweli ninyi, nani atakaye ninuria watu wawaambie wa kwangu? Kwa hiyo mimi napanda mbegu hapa.